Because he died, ndio maana leo amefufuka. that's why today he has resurrected. Kulingana na utaratibu tuliowekewa na waliotutangulia. Concerning the instruction that we have given with those that began ahead of us. Lakini kwa maandiko Pasaka haisherekewi mwezi wa 4. But in the scriptures, Passover is not celebrated during this time. Maandiko imenakili vizuri katika kitabu cha Hesabu 9, utasoma kwa wakati wako. The Bible narrates in the book of Numbers 9, you read at one time. Inaongelea kuhusu tarehe 14 mwezi wa pili kila mwaka. It is talking about 14th of February every month, every year. Kusherekea Pasaka ya Kristo. Celebrating the Passion of Christ. Lakini mwanadamu sijui alifikiria nini akaweka mwezi wa 4. I don't know what a man thought that he gave us to be on the month of April. Tunahitaji kuzungumzia pale kwa Pasaka. We need to talk about the Passover. Na ninashukuru kwa ibada ya usiku ya Ijumaa. And I thank God for the service that happened on Friday. Ilikuwa ibada ya ufiche na ya undani. It was a service that was hidden and very powerful. And very powerful. Wale ambao walikuwa kwa macho ya kawaida waliona ni uchache, kuna nguvu. Those that were in the normal eyes, they saw it was powerless. Lakini nataka nikuambie ibada ya Ijumaa, ufunuo tuliopewa. But I want to tell you the service of the Friday, the revelation that we are given, ilikuwa kumno. It was so fantastic. Nashukuru mchungaji kwa ufunuo aliopewa Ijumaa hiyo. I thank our pastor for the revelation that he was given that particular day. Kuzungumzia mateso ya Kristo, alileta kwa uzuri na kwa undani. Talking about the problems Christ passed. Bwana asifiwe. So nami nikawa ninaguzia tu kwa ufupi kwa msalaba wakati huo. And I also spoke so little about the cross at that particular time. Na sasa pale kwa msalaba kuna kitu kinakamilisha. And now on that cross there's something that finishes all. Na kinachokamilisha ni ufufuo. And what finishes all is the resurrection. Na ufufuo huo haujaanzia hapa kwa Kristo. And that level, na ufufuo huo, that resurrection, and that resurrection hasn't begun just with Christ. Bwana asifiwe. Amen. Umeanzia pale mwanzo katika uumbaji. It began in the beginning during creation time. Ana ufufuo inamaanisha kuna mwili umekufa na kuna mwili ulio hai. Because resurrection means there is a living body and a dead body. Bwana asifiwe. Amen. Soma nami katika Mwanzo 2:21. Read with me in the book of Genesis 21. Tunahitaji kuona mtu ama baada ya huyu mtu kulala, after this person has slept, Bwana alifanya jambo ili huyu mtu aone mwili mwingine tena. God did something so that this person can see another body again. Soma ukiwa hapo. Read kindly if you are there. 21. Genesis 2:21. 2:21. Ndio nasema hivi. Yes. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Ndio. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake. 22. Na ule hapo. Rudia tu hiyo 21 kiasi. Biblia inasema hivi katika Mwanzo 2:21. Ndio. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito. Ndio. Naye akalala. Ndio. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake. 23 nasema Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke. Bwana asifiwe. Amen. Sihitaji kwenda sana, nahitaji tu wewe uone mahala pa kulala. I'm not supposed to go deeper, but I want just you to see a place where a person slept. Huyu mtu aliletewa usingizi mkubwa. This person was given a deeper sleep. Na baada ya kulala alikuwa peke yake akiwa amelala. And immediately after he slept, he was alone.
Na baada ya kuamka akakuta ya kwamba kuna mtu tena. And when he woke up, he realized that there was a person again. Hii katika anga ya kiroho kuna mwili uliokuwa umekufa ama umelala. In the spiritual realm, it means there was a body that was sleeping. Na pia tena kuna mwili ambao uko hai ama hauko umelala. And again, there is a body that was not sleeping. Bwana asifiwe. Amen. So tunapozungumzia ufufuo, Whenever we talk about the resurrection, kuna nguvu maana pale, there is power at that particular point. nguvu kubwa A powerful power ambayo tunahitaji kuguzia tu, that we need to talk about, maana Kristo alipokufa because when Jesus died, alifufuka. he resurrected. Na ukikataa hakufufuka, And when you deny that he never resurrected, unauawa. you will be killed. Tutakuwa tunasoma. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Na nguvu ambayo nataka kuongelea ni nguvu ambayo imefanya hawa watu waamini kwamba kuna kuishi. The power that I want to talk about is the power that made these people to understand and believe that they are living. Bwana asifiwe. Amen. Na huyu ni mtume Petero, This is Apostle Peter, ambaye alimkataa Kristo, who denied Jesus, akasema simuelewi na simjui. and he said that he does not recognize him anymore. Tomaso hata hawakuamini kuna hiyo. Thomas never believed that it happened. Lakini nashangazwa na huyu mwanaume But I wonder of this man, ambaye ni Petero, who is Peter. katika Acts 4 kuanzia penyewe. Soma kwa haraka. Inasema hivi, Ndio. Matendo ya Mitume 4 Yes. moja inasema, Aha. hata walipokuwa wakisema na watu wale, Ndio. kuhani na akida wa hekalu na Masadukayo wakawatokea, Yes. wakifadhaika sana kwa sababu wanafundisha watu na kuhubiri katika Yesu ufufuo wa wafu. Achia hapo. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Hawa ni wakuu wa makanisa na watu wa mashauri, These are leaders of the church and great people ya kwamba wametoa sheria that are given the law ya kwamba na mtu yeyote asiwahi tangaza kwamba Yesu amefufuka. that no one should announce that Jesus has resurrected. Ndiyo maana leo ukihubiria mtu kuhusu kutoa ama kubarikiwa, nasikia mzuri kwa sababu kuna matunda. And that's why when you preach to somebody about giving, he feels good because it has fruit. Ama ujumbe wa kunawiri. Or a message to establish himself. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Lakini kuna hao wanaume hawakuona ujumbe mwingine, But there are those men that never saw another message baada ya kujua kwamba Kristo amefufuka. after they realized that Jesus is resurrected. Wakapokea ujumbe sasa, They received the message now, na wakaanza kufundisha kwamba amefufuka. and they started preaching that he has resurrected. Lakini wakuu waliposikia kwamba wanafundisha haya, But when the leaders realized that they are preaching about that, wakashikwa na hofu na kushangaa na mtetemeko, they were worried and they were angered. maana ujumbe wa kufufuka ni ujumbe hatari. Because the message of resurrection, it is a powerful message. Lakini hata leo ukiambiwa huyu alifufuka, Even today when you are told that this one resurrected, utatoroka, maana unaogopa, you will run away because you are kwa terrified. sababu ujumbe wa kufufuka Because the message of our resurrection, imebeba mambo makuu it has carried a powerful things. na inaondoa mambo mengi And it removes much things. na inapinga mambo mengi. And it finds bigger things. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. So hao mitume walikuwa wanafundisha ujumbe wa kufufuka, These apostles were teaching about the message of resurrection. maana hao walikuwa wameficha kwamba aliibwa. Because they knew that he was stolen. Walikuwa wameambia watu ameibiwa, They told the people that he was stolen. lakini waliokuwa na yeye wakaanza kufundisha alifufuka. But those that were with him started teaching about his resurrection. Bwana Yesu atukuzwe. Amen.
So wakawekewa sheria, ukipatikana unafundisha. They were given a law that whenever you are found teaching, Ama unahubiri, or you are teaching, ama unatangaza kuhusu ufufuo, or you are announcing about the resurrection, unashikwa na unakamatwa na unauawa. you are put into jail and you are killed also. Endelea na hiyo maandiko. Naendelea hivi katika mstari wa 3. Yes. Nataka ufike mstari wa 12, enda kwa haraka. Mstari wa 3 unasema, Ndio. mtu huyu wakawakamata wakawaweka gerezani hata asubuhi, Ndio. kuwa imekwisha kuwa jioni. Yes. Lakini wengi katika hao waliosikia lile neno waliamini, na hesabu ya watu waume ikawa kama 5,000. Bwana satukuzwe. Amen. Yaani watu waliposikia tu ujumbe ya kufufuka, That when people hear or heard about the message of resurrection, yapata watu 5,000. about 3,000 or 5,000 people, Na ujue Biblia inakili watu 5,000 whenever the Bible quotes about 5,000 people, wakati wa Kristo during the time of Christ, ni wanaume tu. they are only men. Haujaweka wanawake. You haven't included women. So kama wanaume walikuwa 5,000 waliokoka. So if 5,000 people were men that were, Na kinachofanya waokoke ni ujumbe wa kufufuka. and what makes them to be born again is the message about resurrection. So ujumbe wa kufufuka una nguvu namna gani inafanya wanaume wanaokoka? The message of resurrection has power in which way that makes men to be born again. Maana hata wenye mali walikuwepo, Because those that were wealthy were there. lakini waliposikia kwamba amefufuka na kufundishwa ufufuo, But when they heard about the resurrection of Jesus, maandiki inasema waliokoka. the Bible says they were born again. Na kuokoka kwa wakati huo, And them being born again at that particular time, ilikuwa unauza vitu ulivyo nao unapeleka katika it madhabahu. was done in a way that you are used to sell everything that you had and give it to the altar. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Haleluya. Amen. Lakini mimi nazungumzia kilichofanya wakaokoka. But for me, I'm talking about what